Bethel Clouds TV, empowering lives. But I have managed because I walk alone. I do things alone. When you come here, mkikuja hapa, nafurahingi ni kuwaona. Because hata nyinyi kukua hapa, it's a miracle in my life. Because to you, I'm not good man. Sababu nyinyi tu nawahubirianga, lakini mnanisengenya tu hapa. Mumeniita malaya hapa. Mumeniita kila kitu hapa. Na sio nyinyi tu, mpaka my own brothers, my own sisters, wale tumezaliwa na wao. Wakati wako na shida unaonanga wakikuja hapa kushika microphone. Lakini bado nasimama na wao. Nimeanzisha mipango hapa, miradi hapa ya kutengeneza biashara, tupate vijana wapate ajira hapa. But you find people wananimisilidi tu ndio nitumie pesa zangu ziendelee kuisha. Wananimisilidi tu, wananiletea project, ndio hii project ni ya $1,000,000 tufanye. Unafanya from a good heart. Unaweka pesa, hiyo inasink, unaweka ingine. Wale walikuletea hiyo project, wote wanaondokea hiyo project, unawacho peke yako, ujui wao ndio walianzisha. They had the idea of what it is, because I normally tell people, kama uko na idea, bring that idea, we facilitate it. Lakini watakuja as long as nimelipa na nikilipa nikifanya kila kitu, wanaondoka, wananiacha. Hiyo pesa wanaacha imeenda. But all in all, I want to thank you very much for the support you mmenipatia. Hata kukaa hapo chini tu ni support. This is something I cannot be able to explain, to expound what really happens or what happened in my life or why I'm here. What I know is that when God sends me, He sends me with permission, with power, with authority. Na nikienda mahali popote naenda nafanya, I do the will of God, I come back. Every time, I found myself within 2 rocks. Nimejaribu kufanya everything in my power to make good friendship with you. But mumeniangusha tu. Nikijaribu kuanuka, mnanigonga naanguka. Mkijaribu kunigonga, mpaka ikabidi niweke CCTV. Imagine kanisa ikiwekwa CCTV. Kanisa. Nimelea hawa mapasta. Tulikuwa na Beatrice akakuja hapa. Alikuwa naishi kule, nikamnunulia leather set mpya, fridge, TV, nikamgharamia nyumba yake. Wewe ni shahidi. Nikagharamia nyumba yake kwa sababu ni pasta wangu. Akae Benyamina ikaa kwangu na yeye akae hivyo. Leather 300,000, TV, fridge, nika spend 600,000 to furnish her house. The day I furnished that house, she left the church. The very day I did that. Vitu za mwisho ni waliweka kwa pick up, ama ni nani? Ulikuwa umekuja? Ni nani aliweka kwa? Nani aliweka kwa hizo pick up ilikuja hapa? Walizitoa hapa. Yeah? Ni Peter. She left. Wakati alienda akaenda kusema huku ni kwa ushetani, ni kwa umalaya. Lakini kabla, wakati alikuwa hapa, kulikuwa kwa Mungu. Kabla hajapata hizo vitu, kulikuwa kwa Mungu. David huyu alikuwa hapa juzi, nikamchukua nikajenga ofisi pale. I did exactly the same. Wewe ndio ulimpeleka viti zake kwake? Zilizoka kule cities, ni Peter bado.
City Stadium, set, TV, fridge, kila kitu. 2-bedroom the house. I paid. The same, once nilimpatia ndio huyo akaenda. And not the first one, many. Huyu mzee anaitwa Samia alikuwa hapa. I've done the same. Sijamlipia, sijagharimia nyumba yake, lakini anakuja hapa kwa ofisi ananipatia mashida mingi. Narudi kwa mfuko 20,000 shika mzee, 30,000 shika mzee. The same mzee ndiye amekuwa kipulani kuangusha hapa. Juzi nimekwambia story pale kwa mlango. Ukanikasirikia ukaenda. Ulifanya utafiti. Ulipata ni hivyo, kulikuwa hiyo story. Yes. Na ni ya ukweli. Nilijua you are being set. Kasichana kamesema huyu kako na mimba ya huyu. Na kamesema mwingine, kameambia mwingine ntungane. Ndiye yako na mimba, mimba ya tungane. Na pia kanasema kako na mimba yako. So now, the entire agenda is to destroy. It is not what ati amelala na yeye. The entire agenda ni wapi? Hii yanguke. Wale watu nimepatia nafasi hapa wamekuja. The entire agenda, ukiona watu wanakasirika, it's because there are people who are hell bent to make sure huko kumefungwa. Watu wanaongojeango pale chini wanaambiwa huko toka huko ni kubaya, kuna vita. Ukiangalia ile kitabu pale imeandikwa we are over 5,000 people. Kuna mwenye alikuwa hapa sitamtaja, lakini aliongea vibaya sana kuhusu mimi na akasema ati huwa tunaenda na wewe sometimes Nakuru, na akasema huwa tunaenda kulala pamoja na wewe. Na hako hapa. Sasa unasikia what has been happening. So Charity, please, nobody hates you. Nobody hates you. Mommy, sweetheart, nobody hates your mom. Take it easy. Grace, take it easy. Shosho, tiga kurakara. Tiga kurakara. He hadu tuthiete. Ngai nĩ egũtũkinyia hau. We are not the first people to face this kind of challenges. We are not the first people. Moses had similar challenge. Msikia Sharidi? Moses had similar, mpaka alikuwa naenda kuambia Mungu usiwamalize. Jesus of all had a challenge. Not one, not two, not three. They had the challenges. These challenges are there to make us better and strong. Because when I feel I get challenge kama hii, naenda kwa mlima. Kama sasa nimepanga kwenda kwa mlima siku 7. Nikae kwa kichaka na wanyama. I'll be there. Naendanga tunaenda na milima, nimejaribu kuwasukuma ni wakokote niwapeleka mpaka kwa milima. At least you see the presence of God and you've seen it. Bwana asifiwe sana. Tell your neighbor, create my path. It is God. You ask God to create your path. Your path is very important if God creates a path for you. Because we will create our path. Tutatengeneza njia zetu, lakini njia zetu hakuna mahali zitatupeleka. People will come and gather around you. Wanakudanganya, and you see these people lying to you. But if God creates a path for you, He will always win every battle that is around you. Atakupigania, atakushindania. That there is nothing that can happen
if the path that is walking on is from God, kama ni Mungu ametengeneza njia, hakuna mtu anaweza kuizuia. Na ndio tunamuomba na muomba Mungu. I've been in prayer, depression, yani nimeingia mpaka nashindwa. Even juzi tu mtu mwingine aliniambia, ni kwa nini umechoka, unakaa umechoka hivi? Mpaka nikaenda kwa kioo kujiangalia, nikauliza mtu tulikuwa naye, ninakaa kuchoka? Yes, najaribu kung'ang'ana kurudi. Huyu mama akiwa America, ndio alikuwa South Africa, in South Africa or in America. You called me at your health is deteriorating. I am eating well. Hakuna mtu anakulanga vizuri kuniliko. But somebody from South Africa ananipigia simu kuniambia this thing is not happening. No, you don't look like you are normal. Not because sina pesa, mimi niko na pesa. I'm not struggling. Nimetoka in the whole life yangu, hata nikienda kulala kutofanya kazi, I will never struggle my line ya pesa. God has solved that for me. But the way I'm struggling is like somebody who is not getting food to eat. Somebody who doesn't have money. Somebody who doesn't have anything. I am supposed to come and lift you up because God has lifted me. Nilikuwa chokora, nimebeba gunia, nimekula glue, nimekelea glue hapa kwa mdomo. Nimepigwa na mawe, nimewekwa ndani ya tairu, nimepigwa kwa sababu ya kupora pickpocket hapa OTC. Niliiba mama mzee. Nikapigwa na mawe. Nikawekwa ndani ya tairu, nikaekelewa mafuta. Huyo mama akakuja akawashika, akawaambia msichome huyu mtu. Damu yake sitaki mimi nikaulizwa. Nimetoshereka, alikuwa ameiba 200. Mama akasema niachiliwe, lakini nilipigwa mateke, nilitoka kumbio na mateke. God just miraculously saved me. My first house ilikuwa pale Manguo, Mweki, pande ya Mweki hapo chini kuna mahali kuna demu mnaitwa Manguo. Hapo ndio nilikuwa nimejenga nyumba ya karatasi ya nylon. My first house in Nairobi. Nyumba ya karatasi. That is where I was living. And I lived, I survived. Niliishi vizuri. Nikatoka hapo ndio tulianzisha Dandora dumping site huko. Nimeishi hapo. Magari zote za Dandora za takataka zilikuwa mimi ndio nilizifungulia Dandora dumping site. Nilikuwa naishi huko ndani kwenye takataka. Nilikuwa unakuta chakula maroli zile za toa takataka Runda, unakuta imewekelewa chakula ni mzuri kumeweka chini, lakini juu imewekelewa mafi ya mtoto. Unakata hiyo mafi ya mtoto unatoa, unaweka chakula kando unakula. But today I can afford food, I can put, naweza kuweka kwa fridge na ikae. I can afford food na wazee hawa wanaenda kwao nyumbani wanakula. There is no man who is limited. You are not limited. God has a good plan for you, not to destroy you. God has a future with you. He has an agenda with you. And this agenda itakuja kufika na itatimia. So why do you carry witchcraft? Why do you want to bewitch me? Why can't you just look back unaone kule kote nimepitia? Nimepitia mapitio na ni mapitio magumu, lakini Mungu amenisaidia. Nimepelekwa hapa Nyati House. And that is the reason nasemanga niko na watoto wengi, because nilipelekwa Nyati House. Sikuwa nimepelekwa Nyati House kwenda kukula chakula. They wanted to castrate me. Walinifunga. They want to castrate me. For 1 week nimefungwa na blada na mashini huko. By these people unaona wanangangania ati wanasema wanataka kuwa president. They were in Nyati House. They're the people who are tortured me. But again, hata kama they tried, Raila was castrated, he has never given birth to children. Watoto wote sio wake, wengine wa watu wengine. Wale wengi tulikuwa nao kina Gadhangu, kina nani, wote they never had another chance of giving birth. Me, God gave me another chance. Ndio uliona nilizaa kuzaa. Yes. Samani niangalia umezaa wangapi? 25. Ni watoto wangu. But my own family members, my sisters, they ganged up wakuja kuniambia, how many know Wamboi? Watu wangapi wanajua Wamboi wangu? Inua mkono kama unajua Wamboi wangu. Wamboi anahitaji DNA. Yeah? But sasa wachana sana nyinyi, my own sisters.
walisema mtoto si wangu. Are you getting me? I'm painting a picture unielewe vizuri. My own sister, ule tumezaliwa ametoka hapa nyuma. Anaitwa Waboi, Regina Waboi, na mwingine anaitwa Joki. Wao na mama yangu walisema watoto hao wote hakuna mtoto wangu. Sami, how many know Sami and Dansan? Hao ni watoto wa AI services. Yeah? Ni AI, Karoni Moy. Ni AI. You afraid Joki na Waboi? Are you getting me? Those are my own household people. My mother used to come here, but my mother never liked him. He liked another brother. And she would have wished that other brother akuwe ndio yako na position ambayo niko nayo. And she would say it openly. But I kept loving her. I kept taking you kwake. Tunamununulia maguo, tunamununulia kila kitu. The more she hated, the more I loved her. And that is what has kept me to be strong today. Are you getting me? Kuna huyu mama rafiki ya huyu anaitwa Nancy Keho. Tumekuwa na wao hapa, tulianzisha kanisa pamoja. But they're the ones who go out there. Ni rafiki ya huyu sana. Alikuwa anaenda kule, akitoka kanisa kihama anaenda kusema kanisa ni ya shetani, kanisa si mzuri, ni ya usharati. Anaenda anakaa akivuruga na vuruga, akitoa anapiga huyu, anamwambia toka hiyo kanisa, napigia ule toka hiyo kanisa, napigia huyu toka hiyo kanisa. Anaenda akienda kiumana kule tena, na sasa ameanza, nimeona ameanza kulike pages zangu saa hizi, ameanza kulike, nikiweka ka post ka kitu kwa sababu she's ready now to come. Ejira agioka wamehangaisha Pastor Maina. Pastor Maina alitumaniwa my sister na Nancy Kehu. Travel kutoka hapa mpaka Moro. Waende wakute bibi ya Pastor Maina, wamwambie ukienda hiyo kanisa, wanawake wa hiyo kanisa ni maraya, watachukua bwana yako. Pastor Maina atakuja atakakodhika, atakuja jioni, atawapatia hiyo story. Na wamemwambia pahali popote utaenda, as long as utatembea na Dora wetu, mahali popote utaenda tutakufuata mpaka uachane na Dora. So unaona, it is not about the church, it's about me. Are you getting me? Hata ile shida yuko hapa, it's not about the church, it's about who? It's about me, because there are people hell bent to make sure I am not living. Wameniwekea sumu. Kwa kiu ilikuwa hapa, wakiniwekea sumu. Waliniwekea sumu hapa, chakula iliwekwa hapa, nikakunywa. Nilikula. Ile kitu nilisikia, nilichomeka, ile unasikia unachomeka. Mimi sikujua ni sumu, nilifikiria nikikula chakula iko na gasi mingi, sasa niko na ereruka. Baka wakangoja nikufe, wakaona nisikufi. Yule mmoja alikuwa wa worship hapa, akakuja kwa mlango akaniuliza, Apostle, wewe ni mgonjwa wewe? Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, nikiwa pale nimefeel, nikasikia ni kama wewe ni mgonjwa. Kumbe walimengoja nikufe, baka amekuja kuhakikisha kama mimi nimegojeka. Na sigojeki, maana nilikusikia ni kama soda ya Coca-Cola. Ikatoka yote. Nikatapika hapo, hiyo kitu yote ikatapika. Nikakuwa sawa na nikaendelea. Moki kuja kotari muruwaru. Wamegoja nigojeke, wamegoja nikufe, nimekataa. Bwana Yesu asifiwe sana. There is one thing I want you to understand. Tell your God, create my path. If you allow God to create a path for you, there is no challenge in your life that will overtake you. No weapon fashioned against you that will prosper. Bwana Yesu asifiwe sana. They will raise and they will put every obstacle in your life, but you will be successful. As much as they wanted to torment me in my family, when my mother died, I paid all her bills. And I made sure no single penny came from my brothers or my sisters. I buried my mother. I spent 5.5 million shillings to bury my mother.
Bwana Yesu asifiwe sana. I did everything good. I took her to the best hospital. Nimemlipia ndege mpaka America. I kept doing good to her. I kept doing good. And whoever that has always tried to torment me, I keep doing good to you. And I will not stop doing those good things to you. Because I know it is not your problem. It is because you are thick. It is the demons in you. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what you need to understand from me. That nobody can be able to bring me down. Hallelujah. Nobody can be able to bring me down. Because I have a greater God in my life. Yule Mungu ambaye ndamtumikia alinijua hata kabla sijamjua. I know my God before he knew me. Before I sat down to understand my God, he already set me aside. He already protected me. He already covered me. He already gave me a role to do. I'm here on a mission. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm here on a mission. And this mission, nobody can stop it. They have tried. And mnajua hata huko nje, they have tried to fight me. But they cannot make it because I have a secret. I have a code. I have a covenant with my God. And my covenant with my God, he told me, I'll never forsake you nor leave you. Because I have good plans. Not to kill you, not to destroy you, but to make you great. I will be great. And as long as we follow my Jesus, you will also be great. Bwana Yesu asifiwe sana. And I'm happy to see your faces. Unajua, many things have happened in this office hapa. Many things have happened. Many things in this office. That is why I resorted to put cameras. Because of what was happening there. Kuna wamama walikuja huko wakikuwa uchi. Kuna wamama walikuja huko. Kuna mama mmoja na ako hapa tu na kumwona. Alikuja na akalalua suruali hapa tu hapa. Na mimi sikuja kuambia, sikuambia mtu, I handled the situation. Nilimbebeleza nikamwambia mimi hata nimekuwa nikikutafuta. Sijui ni kwa nini umelalua suruali. I've been looking for you. Ni venye nilikuwa na shida unaweza kubali. Nikaona moyo umetulia kidogo. Nikamwambia sasa tutafanyia hii kitu hapa. Hata kama ni wewe. Tuende tukomboe kanyumba mahali mzuri, tusikie vizuri. Akaniuliza kweli? Nikamwambia si ndio, nenda tafute mahali. Kibia. Nikatoa shilingi 5,000 nikamwambia kibia nenda tafute mahali. Alipochomoka hapa na mimi nikapata uhuru wangu nikachomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Use your brains. Let us use our brains to navigate through. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu hakuuzwa na watu wa nje, aliuzwa na household. The household enemies. They are more dangerous. They are more serious. Bwana Yesu asifiwe sana. I carry my own food nikitoka nyumbani. Mimi napika na kubeba. Niliamka saa 8 usiku nikapika, niko na kamukimo hapa. Nikatengeneza kamukimo. Nikabeba nikakuja na kamukimo kangu hapa, kako hapa. Ndio nitakula lunch. Hakuna mtu ataniwamia. Haka ndio naitaka peke yake kanakuja kananiwamia. This is my daughter. This is my daughter. This is my daughter. This is my son. Hawa nawaitanga kwa sababu they love me. Hawa. Huyu anaweza kukukoka gumi ukicheza na nini. Huyu anaweza kukuua. Ndio naona nakaa karibu asirukie mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. And I love to see that I have a generation that is coming. I'm not scared of you who has moved from one church to another church to another church to another church. I know that's your character. Mnaitangwa church hawkers. Mumeua wangapi? Mauragi aterere. Nilikuwa na bishop fulani, nilikuwa na bishop fulani, nimetembea na bishop mwingine, nimetembea sasa dola ni nani? Mimi ni kama mtu kadogo tu. I'm just a small thing. But I know in heaven I'm recognized. Bwana Yesu asifiwe sana. So let us leave it at that and let us understand God from that level. On Sunday we are having a communion Sunday. Sema communion Sunday. Nitawapatia siku 7 ya kutubu. Kutoka sasa mpaka Sunday. Just go and repent. Umeniogelelea ni vizuri tu. Umesema ile watu tumesema ni vizuri tu. It doesn't matter to me. What matters is God with me. Hiyo ndio kitu inaweza kunistua sana, whether God is with me. But if God is with me, is walking with me, I don't care what will happen to me.
I don't care what plan you have against me. I don't care what kind of a plan you have against me. It doesn't bother me. It doesn't bother me. So on Sunday we are having a communion, a holy communion, na ni siku pia tunaletanga nini? Matega. Matega mnajua ni nini? We come with our gifts on Sunday. Ndio tutaweka kwa hiyo kikapu inaitwa the Mercy Ministry. Na kutoka sasa from today henceforth, ukipata unga kilo moja, ukipata maharagwe, ukipata nini, kila kikapu kiko pale, kwa tutaiposition mahali mzuri, unakuja unaweka chakula yako. Ndio tuweze kulete watu wengi kama hawa wazee wakule chakula. Kuna manguo, usilete nguo mzee, ile imekuchokesha usilete. You go you buy a new cloth ulete, lakini nguo mzee hapa usilete. Ile kitu umekuchokesha, it is not worthy ukipatiana. You give what you love the most. You go to the shop, unanunua kanguo kazuri unalete. Ndio tusaidie hawa mama. Sinaona walingana siku hizi. Hamutumio leo to ikale na hali aja. Maito ni adire. Kana tura huko kana adire nake. Ioria. Wale walikuwa wameambiwa wakati wa kufungua besima wakae na hapo, maana walikuwa nanuka. Na wakakaa huko, nikawakuta nikauliza mnafanya nini hapa? Wakaniambia tuliambiwa tukae na hapo, kumbe ni kunuka, wananuka. Wameambiwa wako na jigas, ni si jigas ka dasi itakwate. Lice. Lice ziko hapo. Waliambiwa wakae pale. Halo. Na wani wako pale kwa ukanda. Na sasa alikuwa amenibebea kuku. Sasa kuku iliporuka, kwanza hiyo ikasema, "Guy, huyu ni mugaga." Bwana Yesu asifiwe sana. So these things happen. And God is solving the password ya hii nyumba. Mungu anatatua. Msiwe na wasiwasi, Mungu anatatua. Mungu aliniambia ataisafisha nyumba, itakuwa safi kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na atasafisha nyoyo zetu. Atasafisha nyoyo zetu. Grace yako makaholeri yako. Holeri yako. Catherine Vito. Please, no joy. Emulata kuagete kia bere. Dedo yogo. Demulata kuagete kia bere nigo. You are my best friend in this church. Yes, tulia. Sweetheart, I love you. Tukana soke kulera bere yatu maigo. Na my soldier, huyu soldier taweri. Imagine a soldier like you. Ndafaa kushika bunduki, unadishikia bunduki na ndani na kukaa chini. Thank you. Sema create my path. It is very important for God to create your path. Path is a path of the Lord. A path is supposed to create is a path of the Lord God on what? On mercy and the truth. Bwana Yesu asifiwe sana. Is that God creates a path for you on mercy and what? On truth. It's a path of truth and mercy. It's a path that is geared towards ascension. It's a path that is geared towards a manifestation of God's power in your life. That God will manifest. Mungu atakutengenezea kanjia ambayo kila mtu ataona kweli, this man, this woman is a woman of God. This is a man of God. We are headed somewhere. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Mungu hawezi kutupatia sehemu kama hii, a beautiful place like this one, and then we fail to make where God wants to. When I see this kind of shenanigans, shit, I know where it is coming from. It is not coming from you. Bwana Yesu asifiwe sana. Mabishofu hapa. Mabishofu wa hili. Wangapi walikuwa hapa yule mama akileta unabii yake hapa? Ule tulikuwa tunatoa mapepo. Si mlikuwa hapa? Alisema namna gani? Wamekaa chini mabishofu na mapasta wakubwa. Wamesema hapa lazima wafunge. Sasa angalia na nyinyi mmeingia kwa mtego. Maana wanauliza dola amekujaje? Baka amefika hapo. Mtu ameokoka juzi, mtu mwenye hana nini, amekuja amerise, mpaka sasa Kenya mzima inasikiliza dola. Bwana Yesu asifiwe sana. On Friday Karosa alinipigia simu akaniambia kuja uniombee, nikaenda nikamwombea.
na anakuja Saturday hiyo ingine atakuja hapa, tutaabudu pamoja naye hapa. Wameanza kukuja, wanasema Dora, wewe ndio unaweza kuniombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama Mungu amekubalisha, ametupatia vibali, ametufungulia njia, amefungulia kila kitu, ni kwa nini tunaingia kwenye mitego midogo? Let us not fall into these traps of the devil. Let's allow God to create a path for us. Atudhodekerega shiraga itu tugerere hau tupite kwenye kanjia Mungu ametutengenezea, na kwenye hako kanjia hatutaanguka, maana yuko pamoja na sisi, atatupigania. Kukiwa na giza naweka mwangaza, kukikosa maji anatengeneza kisima. Anatuambia watoto wangu tutaenda. Yani mumeona tu masikio, mumeanza kutakuka. No. God is doing something in your life. God is doing something new in your life. God is doing something new yani wakati mulisikia hiyo domereli, najua nyinyi ni watukana kidogo, kamutukano ka upedo, nyinyi ni wajika sometimes. Do you read the Bible very well? When God says the separation is coming, do separation just come? Just oh, in the name of Jesus, I have come to separate. Does it come that way? No. Lazima so ikuje, lazima panga ikuje. Things has to happen. Ndio watu waachane. Ni kuachanishwa, ni kutigidho kanio. Lazima ukatwe. Separation is not a good thing. When Joshua was being told by God, when Joshua was being told by God, do not be afraid. Don't be afraid nor be dismayed. Usiogope wala usifadhaike. Mara 7 in chapter number 1. Na amekwambia nimekupatia. Aliita Joshua, nimekupatia itora ya Jericho. Lakini usiogope wala usifadhaike. Mtu anakupatia itora, alafu anakuambia usiogope wala usifadhaike. What's the meaning of that? Yeah? Lakini amekupatia, but anakuambia usiogope wala usifanya nini? Hiyo ni kupatiwa? Hapa hakuna kupatiwa. Hapa ni kwenda kutafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kungangana. Since the days of John the Baptist, ufalme wa mbinguni umeng'ang'aniwa, umepiganiwa. Sasa who are you kukuja kupatiwa anything on a silver platter? Unataka kuniambia kupanda kwa mlima? Do you know what kind of war mlikuwa mnapigana? Najua mimi nilikuwa nawahurumia nikiona mkipanda kwa mlima. Ati mmekuja mmelima mmepanda. Naona mmenyakana huko, mmenyakana huko Mount Kenya, mnaenda kupigana kwa mlima. Mnajua what were you doing? You are doing a global warfare, a global vita vya dunia tuliset. Kwa hiyo mlima sio tulikuwa tuliset program ya dunia mzima. For the next 1 million years we tuliset na tukarudisha the world into the line. Au mshoka mujeo kwa nemo ukako na dayo. Sasa uset program ya uliona Obama was in it. Yeah? Biden was in it. King wote mpaka King Charles was in it to bring one world order. Sisi ndio tumeenda tumeicancel. Tumeicancel. Tumeweka dunia laini. Tumeiweka kwenye mipango ambayo Mungu alitaka. Alafu mkuja mkae hapa mmeng'ebia ati mtapata peace. Bado hamjakutwa. Lazima mta explain why did you refuse us to rule the world? Tulicancel. Bwana Yesu, hiyo wako, hiyo kwenda tu huko. Hiyo kwenda hiyo na magonye upe ulivaa. Kwenda huko. Tulifanya reset. Bwana Yesu asifiwe sana. I wish you, najua ile shida niko na nyinyi na mimi na nyinyi. We are in 2 different planets. Mimi niko 6D, wewe uko 0D. Mlikataa kunifuata kunielewa mimi ni nani. Kama mungefuata munielewe mimi ni nani, tungekuwa tunatembelea kwenye the same platform. But now we are not in the same platform because I am somewhere ninazungumzia mambo ya 6D, ninyi mnazungumzia 0D. Hata uelewe unaniusa D ni nini? Hiyo ni nini?
That's a problem. And this is why hakuta kukosa kukunyana huko. Maana hamuelewi mnatembea na nani. Until the process, nataka sasa muache kunifuata sana, uende ustudy ujue Dora ni nani. Because ukijua tu Dora ni nani 1%, utanifuata. Na utajua tunafanya kazi gani. Wakati unaona nimetoka hapa nimeenda UK, siendagi kufanya biashara, siendagi kuhubiri kanisa ati nipatiwe pesa nikuje, naendanga kwa account natoa pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naendanga kwa account natoa pesa, nalipa ndege. Ninaenda hoteli, 7-star hotel. I don't go to sleep. Mimi silalagi 5-star hotel. Nikitoka Kenya kuna 5-star nimeshalala. Godiro yako kama 5-star kometa 5-star Kenya. Sasa tuende na wewe Serena hotel tuitishe getheri na mama nyumbani ametengeneza getheri. Hapana. Tunaenda kukula nini? Cappuccino. Maana mama hajui kutengeneza nini? Cappuccino. Utaira mtumia kwa kutoa cappuccino ule mulata wako. Ni wakulia nege toekeu. Ya kulia either bako taka idha wao. Idha karo kokonuma. You have to explain to her. Cappuccino ni kahawa lakini on a different dimension. Bwana Yesu asifiwe sana. We are not, this is your ordinary preachers. We are not ordinary preachers. We are not ordinary servants here. We are not ordinary people. Wacha nikwambie. Just look at me and unitafute vizuri. I'm not those kind of ordinary people. Hello? Ninaenda mpaka madhabahu that rules the world na i-contain, na izima. Stonehenge. Hiyo ndio madhabahu that rules the world. Ninaifanya nini? Ninaizima. Kuizima kunakuwa na maandamano Europe mzima. Walikuwa nafukuza watu huko. Wakafanyiwa maandamano, wamewaacha kufukuza watu. It has stopped. Immediately kukatokelezea watu Scotland wa black men. Wakaenda wakasema this is our land. Na wameenda kufukuzwa, wamekatalia huko. Wamekataa. Mumeona hiyo video? Yeah? Guy. Hamujaona hiyo video? Wanaita wamiona? Oje lako tumita watumia. Wako kwa kichaka wa Afrika kutoka Afrika. Na mimi nilihisi ni kama watu wa Kenya wa Kikuyu na Waluya. Wanakaa Waluya wa Kikuyu hivi. Wabantu wamekatalia kwa kichaka. Si inawaka. Tutaweka hapo. Nitawawekea mtaona hapo. Wamesema hatutoki, this is our motherland. Sasa unashindwa. Scotland ndio Uingereza. Ndio Uingereza. It's part of the United Kingdom. Sasa wamesema this is our motherland. Juzi hapa niliwaambia hiyo Stonehenge ilijengwa na Waafrika. Mkaanza kusema ni bangi ile yangu imefufuka. Yeah? There is nothing that I'm doing that is not getting a proof. Immediate proof. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is who I am. That is my path. Hiyo ndio path yangu Mungu alinitengenezea. And each and everyone has a path. And in your path there is success in it. There is nothing that will happen in you in that path that will not be successful because you are using the coordinates of your path. So if you live within the coordinates of your path, there will be victory after victory because nobody else is using that path. Are you getting me? So ile watu unaona wanapigana because wameingia, wewe umeingia kwa path ya huyu. Sasa unatafuta akuondokee. Wewe unatafuta akuondokee. Unakatalia na yeye anakuambia toka. Hapo ndio vita inatokea. Maana nyinyi wawili hamjielewi. You don't understand yourself. And until you come to conclusion that this is me, I am in my path doing what is necessary of me, then you will walk and nobody will interfere with your systems. And this is the most important thing that you understand. Hii si kanisa ya kawaida. Arogi, hii si kanisa ya nani? Ya kawaida. Enda pale kwa Maina Nganga na kwa Harrison Nganga. Hizo ndio kanisa. Kwa Manyuru hapa, hiyo ndio kanisa. Enda hapo ama hapa kwa Fibo ya Musa. Hapo ndio kanisa. This is a movement. This is an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. We are tunabomoa, ni kuenda tukibomoa. Yeah? Tunaenda tukibomoa just as Joshua was doing. Tunaenda tukibomoa. Tunaenda tukibomoa. Tunaenda tukibomoa. We don't care who is in front of you. You don't care which state. Mimi nilienda mpaka Moscow. Nilijikuta tukiwa na Putin. Uliza Ruto kama amepata appointment ya kuona Putin. Ruto is a president. Me, I didn't have an appointment. I walked in.
na nilipita katikati ya mapolisi wake na hakuna KGB, hawakuniona. Nilienda mpaka pale, nikaenda kule palace, nikapita ndani ya wanaitangwa MI6, nilipita ndani yao, nikaenda mpaka palace, nikaongea na Charles. Na kutoka siku hiyo Charles kupata nafuu kweli. Yeah? Yes. So get to understand who muna deal na nani. Because if you understand muna deal na nani, pressure itapungua. Umesikia mami? Ukijua una deal na nani, pressure itaenda nini? Itashuka. Because now you look at me from the dimension ya kwangu. Eh? Ni dieto kapasita kalaga wetetie tedi na goko Githurai. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is where you live. I live my own world. I walk in my own world because I have my path. God has created my path. Na nimekubali kutembelea kwenye the path. And when you walk in the path of God, you get mercy of God and you walk in the truth. Ndio naonaga mimi sifanyagi kesi yangu huko kado kado, tafanyia hapa, tuishie hapa na tumalizie wapi na tutoke hapa nikwambie tukanywe gashai. Na ulichoweka atia. Todo tutirazo de karumena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutengenezi romena. Wewe kaa na uchawi wako na mimi nikae na Mungu wangu tuone ni gani nafanya kazi. Ni gani nafanya kazi? Si mmejaribu? Si mmejaribu? Si mmeona haifanyi kazi? Si mmeona haifanyi kazi? Bwana Yesu asifiwe sana. Si mmeona haifanyi kazi? Hebu inua mkono kama umeona imefanya kazi. Inua mkono juu. Si mmeona? Bwana Yesu asifiwe sana. It is meant that your path is meant to keep the covenant and the testimonies of God. Yoka barabara is meant to create covenants and testimonies. Yani maushuhuda, ukipendea mahali popote kuna shuhuda zinatoka kwako na covenant, maagano na Mungu. Maana kwenye kanjia Mungu amekutengenezea kako na maagano na there is a testimony. So the path is supposed to bring mercy and truth as well as covenant and testimonies. So are you walking in your testimonies? Are you walking in your testimony in the covenant with God? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Are you in the covenant of God? Catherine. Are you in the covenant of God? Are you in the testimony? Can God attest for you? Can you testify the power of God? Can you testify and say, indeed, tukinyete, nekai, ni hapa nimefika, ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there is a plan of God and you are walking in your path. So keep to your path. Everybody, keep to your path. Uliza Mungu, am I in my path ama nimeingilia path ya mtu mwingine? Just ask God. Because it might be you are in the wrong path. And this is why you are bringing problem. If you can stick to your path and in the plan of God, in the reasoning of God, you will walk in the covenant of God and the things will happen. And you don't need to have any other miracles. Because when you are in the covenant of God, you succeed in every move of your life. And this is what I'm asking you. And this is what the Bible is asking us. That you maintain your path and ask God. But this path, it's not your path. You don't create your path. You ask God, create a path for me. Nitatengeneza njia mahali hakuna njia. That is the plan of God, that He will create a way where there is no way. He will create systems where there is no systems. Blessed be the name of God. Hallelujah. Tupate kitabu cha Psalms 25 verse number 10. Psalms 25 verse number 10. 25 verse number 10. Leo watu wa screen mulituonea tu lakini hakuna shida. I think it's part of the path. Inasema hivi, all the paths of the Lord are a steadfast love, faithfulness for those who keep His covenant and His testimonies. Hallelujah. All the paths of God is about faithfulness and a direction of God and a testimony from a heavenly testimony. That is all it is. When you become faithful to God,
when you do the will of God, when you do the covenants of God, you walk in the path that God has created for you, you will always become the winner. You can never lose any battle. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never lose any battle in your life. You will always be making and winning. It doesn't matter the kind of a level that God has placed you. He has placed you in that level of life because He is preparing you for greater things tomorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. He is preparing you for greater things for tomorrow. Wakati ulianza na nini? Na dhukoma. Si ndio? Ulianza na dhukoma. Lakini what are you doing today? Are you dhukomaring? Are you doing the dhukomas? No. God has moved you from another position. God has lifted you. When you kwa huko Uluyani, mami, Uluyani, what were you doing? Ulikuwa unatafuta zile wale wadudu, wale wanaita kwa nini? Chiswang. Kale kanakuwa na mabawa mingi. Alafu unatoa kanakuwa ni kagunyo. Alafu unatoa unaweka kwa rogeo, unakaraka. Si ndio? Inatoa hiyo mabawa, alafu kanabaki kale kamududu. Alafu nimekula hiyo. Yes, tulikuwa tunakula liko Kisii, nimezaliwa Kisii. Tulikuwa tunakula. Mvua ikinyesha kidogo sisi zinatoka nyingi. Sasa kazi ilikuwa ni kushika ukiweka kwa ndoo. Unashika na ndoo inaweka maji. Unashika na ndoo, unaweka unaenda na migi. Mnaenda mnaweka kwa rogeo. Zinakauka, zinatoa mabawa, zinabaki kagunyo. Unaweza kula hiyo? Ni tamu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is path. A path that was created for me. My path was designed from the day I was born. Bwana Yesu asifiwe sana. The path was created for me from the day my mother consumed me. Wakati niliingia kwa tumbo ya mama yangu, kuna kajia kalitengenezwa, na kakatengenezwa kanjia hakafanani na kwa watu wengine. Ndio naonanga siwezanagi na watu sana. Sasa ni wewe ukuje unijue, uikie ndani yangu, unielewe. Because I also don't understand myself. Mimi nilikuwa huko UK nikivuja hiyo madhabahu ya Stonehenge. Nilijiuliza swali nikajua nikidireka huko. Ni nini nafanya huko? Maana nilijikuta nasuguka hiyo kitu. Kama kamzee kamuranga. Nasuguka kama kamzee. Nikiwa na asali nikimwaga asali. Wazungu wananiangalia nikimwaga asali. Na wazungu wananiangalia, basi nikashindwa. Nikaangalia watu wote, attention ikakuwa ni mimi wananiangalia, nikajiuliza. Na nikashikwa niulizwe ni nini nafanya. Nita explain ni nini nafanya. Maana nasikia tu sauti inaniambia zunguka. Zunguka mara moja nikazunguka. Zunguka mara nyingine nikazunguka. Zunguka mara nyingine, mara 7 nikazunguka. Madhabahu nikasikia, kukatokea radio papa. Kule California kukapigwa radi 70,000 radi California. Mpaka moto ikawaka. The same minute nilimaliza kumwaga hiyo. California kule kuna madhabahu similar na hii. Kulipiga 70,000 radi. Were you there then? Yeah. Immediately kumaliza. Yani nikimaliza UK kule karibukia Amerika. Kuzunguka tu mara 7. Sasa wewe ndio uzunguke. Ende usuguke sasa tuone kitu kama kitafanyika. Nothing would happen. But there is something I have a covenant with God, and I have a testimony with God, and I have a plan with God, and I have a path with God, and in this path God is operating. So if you sit in your path, no matter how ugly it is, no matter how stupid it is, no matter how, yani hata kama kinakaa tu kivuguvugu tu, kaa ndani yake. It is God who knows about it. Na Mungu ndiye anajua kule atakupeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nilitoka hapa nikaenda mpaka wapi? Nikaenda Vatican. Kwa Pope Mudhari. Nikaingia huko, na unajua hakuingia huko kuna watu wanataka Swiss guard. Lazima you have to be vetted how to get inside there. But how I get there, that's what uniulize na ingiaga namna gani? Maana sasa utaweza kufanya kutaka kuingia na utashikwa. Niliingia paka huko. Kuvuja nikaambiwa nenda uvuje hiyo madhabahu. Maana hiyo style ya madhabahu hizo zao zote walizoa Mount Kenya. Sijui kama unanielewa. Pale juu kwenye mlima, pale kuna yale mawe matatu inaitwa Batian. Na nyingine inaitwa nini? Na nyingine Sendeyo. Lenana ndio baba wa Batiani na ndio baba wa nani? Sendeyo.
ni baba na watoto wake wawili, na all of them they were high priests. Shape ya pale ndani, the temple pale juu, ndio hiyo shape iko kwa Stonehenge, na ndio hiyo shape iko kwa nini Vatican. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini walilete Batian, wakalete Lenana na wakalete Sendeyo? Kwa sababu the Maasai community na Wakamba, wa Maasai na Wakamba, they are the Levites. Bwana Yesu asifiwe sana. Near the Jerry, Maasai na Wakamba, they are the Levites. Wakikuyu ni Judah. So they needed a Judah and a Levite. Mzungu alitaka a Judah and a Levite. So wakapeleka Lenana kwa mlima, wakanemu mlima jina yake, ndio waweze kuchukua spirit yake waipeleke Stonehenge. Are you getting me? Sasa hiyo ni maarifa ya juu. Wewe unataka kukogera gedhito ati okay, hapana. Wale wanachukua mtu, wana clone mtu kwa mlima, wana clone na watoto wake because they were high priests. Kisha wanaleta kamukamba kanaitwa Monyao, kanapanda mpaka juu pale, anaweka bendera pale juu. Wana clone Ulevite wa Ukamba na Ulevite wa Umasai. Kisha wanachukua mlima iko ndani ya Wakikuyu, wanaipeleka Stonehenge, wanatawala from there. Na ndio naona Queen alikuja akajenga huko ndani ya mlima Kenya, because that is where now they do the coordinate ya kutoka Kenya mpaka huko. They rule the world from Kenya, but Kenya is not the beneficiary. So what God sent me, aliniambia nenda urudishe hiyo kitu wali clone Batian, Lenana, Sendeyo, huyu Monyao, wote nenda uchukue. Na nikaingia huko, nikakuta tu nyumba tuko huko, nikaingia ndani, nikachukua zote, nikakuja nazo, nikakwambia twende kwa mlima, turudishe nguvu ya mlima. Na ya urangangana tukulia gimana bocho kana tukulia gimana thukuma. Bwana Yesu asifiwe sana. I just want to let this be a good lesson for you to shift. Jana ndio ilikuwa siku ya mwisho ya kushift. Sio kama mnanielewa? Jana ndio ilikuwa siku ya mwisho ya kushift. Ilikuwa the last 999 of the month. In the month ya September tulikuwa na 993. 999 ya kwanza, 999 ya pili, 999 ya tatu. Ulijua hivyo? Walijua hivyo? Walijua hivyo? Yes. Jana ndio ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jana ndio nakwambia mandugu zangu zote walikuja nyumbani, tukakaa nikiwa chairman wao, wakasarenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuwa tarajia, lakini walisema twende. They want to pay homage to me. They want to come and say sorry. And they came. They came, wale watu wanajua, they came. Na tukasameheana, tukachinja kabusi, tukakula, tukasameheana. Tukaambiana sasa, let us make our path. Tutengeneze kaji yetu. And it shall be so. Because jana ilikuwa 20 what? 27 ya mwezi wa 9, 2025. Hiyo ni namba gani? 999. The completion. Ile vita yote nilikuwa nimeinuliwa kutoka kwa familia yangu, imefika nini? Na kama hiyo imefika mwisho, the household enemies ndio wanaspreading the enmity kwa watu wengine kwangu. Hata kwa watu wengine imefanya nini? Imeondoka. Sijui kama mnanielewa. Imeondoka. Niko huru sasa. I am ready now to move. Hiyo was the last obstacle of my life. Hiyo watu wetu. That was the last to make my path. Lazima wangejilete. Na Mungu alikuwa ameniambia nitawalete, nitawakusanya pamoja, nitawalete. They were there. Wali travel from America na kule kwingine. They were there. Na tukapangana, na tukakula kambuzi, tukaenjoy life, wakarudi, wakaenda nyumbani happy people. Na mimi nikaambia Mungu, thank you for having heard my prayer. Because God has seen. God has created a path for me. Ile rejection nilikuwa nayo jana iliondoka. Sasa kama wewe unaendelea kunireject, kana marejection yako, maana nimeondoa kinguo, nimekuachia ya rejection, nimevaa nguo ya ufalme wa mbinguni. Hata rahau
tora hau ati apostle ni ngomoroga enda uniroge. Kitabu ya Proverbs 3 mstari wa 6 inasema, Proverbs 3 mstari wa 6, in all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. In all your ways, whatever, it doesn't matter which kind of a way you are going through, all your ways acknowledge him and he will make your paths straight. Just acknowledge God. Tell God, I love you. Acknowledge the power, the authority of God. Acknowledge the love of God. Acknowledge the desires of God. And you will become great. He will bless you. The moment you acknowledge God in all your ways, in whatever you are doing, God becomes your shield. God becomes your protector. God becomes your decider. God becomes your love. God becomes everything that you need in love. God will provide. Just acknowledge this God. Itikira tu. Just kubali. Kwa acknowledge ni kugata na Gikuyu. Kwa acknowledge na Kikuyu ni kusema ama na Kiswahili tu acknowledge. Ujui. Kutambua. Niko tabura. Utabure Ngai waku. Tabura Ngai waku. Uliokurutete haria ume. Yani yule Mungu amekutoa kwenye matope. Amenitoa nikiwa chokora. Amenitoa jela. Amenitoa huko Nyati House. Nimefinywa. Lakini bado nina function. Oh! Guy, acknowledge that God. Yes. Yes, and he will create your paths straight. Him, not you. He's not even going to borrow your energy. Himself. Yeye mwenyewe atatengeneza njia, atakutengenezea kitu mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Siji ama nimewachokesa. Naona kama mmechoka. Mnogete. Mpaka mumeanza kutoa mieu. I want to give you some signs for you to understand that you are in your path. I want to give you 2 or 3 signs that to understand that you are in your path. Uko kwenye barabara yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza kabisa tusome kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11. Yeremia 29 mstari wa 11 anasema, for I know the plan I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Wow! Plans to prosper you. Plans to give you hope. And plans to give you a future. Yani, this God is ready to make you prosper, to have hope, and to have a future. That is how beautiful our God is. That's how beautiful that God wants us to be. Because he has a plan for us. He has a good agenda. Ako na mipango mizuri kwangu na kwako. Ametuandalia mipango mizuri kwangu na kwako. Mipango ya kukuinua. Plans to make you become great person. Plan to make you succeed and win battles. That no single battle fashions against you, that he will prosper. You will always conquer. Bwana Yesu asifiwe sana. You will always conquer. You will always win every single battle. No matter the challenges, no matter the mountains, no matter the valleys. And he's saying, even if utakaa kwenye the valley of the shadow of death, he is still gonna make you succeed. If you find yourself following the commandment of God and biblical teaching, then you are following your path. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijikuta yani unafuatilia mafundisho ya kiungu, ya Biblia, and you are following the commandments of God, I'm telling you, you are in your path. Nobody can, hakuna mtu anaweza kukutisha. Wote mdoge kumakia kana wako inainia, because you are within the path of God. And that is the path that God has created for you. And nobody can shortchange you. Nobody can fight against you. Nobody can defeat you. Nobody can bring you down. Hallelujah. As long as you are in the plan of God. Because he said, I have a good plan to give you hope and to give you a future. So in this future, that is where he creates a road for you. In this future, he creates a way for you. In this road, he creates something good for you. That you are not going to be subdued. You are not going to be defeated. You are not going to be
Hakuna kitu kinaweza kufanyika katika maisha yako. No matter how difficult it may look at you, no matter how bad it may look, no matter how awkward it is, but still God will speak something for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukajipata you are spending your time in prayers and frequent fasting, it's a sign that you are with God. Ukijipata you are praying, always you are praying, you are fasting, you are doing the will of God, you are where you want God, your God has said you to be, you are in the presence of God. That's another sign to know that God is with you. That's another sign to know that the signs that God is walking with you and you are in the path of God is when you realize unapenda maombi sana. Wangapi hapa wanapenda maombi? Ina mkono wako juu. Wangapi hapa iweka chini? Wangapi hapa hawapendi maombi? Kwa mkono juu. Yes, kule kuna wao. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3, kujua ya kwamba you are in the path of God, you experience the fruit of the Holy Spirit. Hallelujah. You experience the fruits of the Holy Spirit. Everywhere you go, you feel the Holy Spirit is working on you. You feel the Holy Spirit is with you. That anything you do, you pray for your business, the business inakuwa. You pray for your marriage inakuwa. You pray for your apostle anakuwa. Unakuta kuna watu hapa wananiobeaga tu venye nitahubiri na inakuwa ni hivyo. How many of you wananiobeaga hivyo na inakuwa ni hivyo? Inua mkono, acha kuogopa. Yes, you see, they experience the fruit of the Holy Spirit. Niendeleeni kuniobea. Mnanisikia? Niko na maadui wengi, I'm attacked from all over. And therefore, ile energy yangu mingi inakuwa, I'm drained. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wachana na wanawake, hii vita ingine ndio ngumu kuliko ya wanawake. Kwa sababu ya wanawake haina maombi. Mjui kama mnai kujua hivyo. You don't pray for that. You run away. David alitoroka, aliwacha jaketi yake kwa nani? Aliachia nani? Yes, that one yosi hawatire mahoya. Acha unekora. Sijasikia this, that is not a spirit. Najua mnafikiria that's a spirit. We pray for something like that. That is not a spirit. Hiyo ni mbio. Afadhali uende na kaada wea. Ukitoka mbio. Hiyo ina maombi. Ate heo baba na kuomba uniokoe kutoka kwa hii janga. Ukifungua macho na kuta nimekuangalia. Oh baba, I know you run away. Toroka na miguu yako. Na hivyo arogoro. Toroka na miguu yako. Na Mungu atakusaidia. Hata Paulo alisema hivyo, aliwaambia hii ni kitu ya kutorokewa. Hii haina nguvu, hii hakuna mtu ako na nguvu kujua hiyo kitu. Hakuna, nobody has strength over it. Ukiona tu unakuta mtu mkubwa, Taruto atakuja hapo one ameanza kutetemeka miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata waroinge. Kwanza waroinge ndio worst. Tetemeka. Ambia. Hapa ni kuangalia, unaangalia ile dalili unaona imeanza kuingia hapa. Unachukuaga kasimu tu akako. Hello. Hapa hakuna network. Hebu acha nitafute mahali iko network. Unaenda ukitafuta network, unateremka ukitafuta network, unaenda gari yangu ni unaingia hapo ndani. Unachomoka unaenda huko Serena, naenda Serena kupumzika huko. Napiga kikombe mbili ya cappuccino. Nasikia vizuri. Asa ukirudi nakuta nyang'au imeenda. Bwana ya washo. Bwana asifiwe sana. When you find that you are able to use gifts and the talents positively, zile gift Mungu amekupatia, you are able to use them positively, ujue huko na you are in the path of God. At the talent you have is not for commercial. The gifts you have, they are not for commercial, but for the edification of the Spirit, Holy Spirit. Basi unajua you are uko kwenye path ya Mungu. Maana the gift that God has given you are supposed to enrich you, to empower you and to make you powerful. You don't commercialize them, but God will send people who will come and say thank you. Who come and say thank you. You're blessed. They will come and bless you. Kama mimi nakaaka tu hapa naona watu wananiletea kitu. Kuna siku Sharedi aniletea tugiritwana akaniambia nendo kakunywa kachai. Wow. Yule wale Sharedi huyo. Kijoka hula kachai bisha.
kahorogo kamutumiro kamwira niko kwa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what we are supposed to do. The gifts that God has given us, they use them in the positive way to edify the body of Christ, to make the word of God known. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni mhubiri kama mimi unahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni mcheza ngoma unajua kuitingisa hivi, unatingisa tu hivi vizuri because of Jesus Christ. Kama unajua kushika gitaa kama huyu jamaa yuko hapa, unakamata tu vizuri. And God bless you my brother. Congratulations. Sisi tutafanyia hapa. Hapa. Live. Dunia yote kiona. Are you ready for that? Yeah? Are you ready for that? Yes or no? Are you ready for that? Yeah? Kuja hapa. Are you ready for that? For what? Angalia hawa. For changing my status. Changing your status. Oh, you want to change your status. Let us see whether the status can be changed. Kuja hapa. Kuja hapa. Simama hapo. Kakado hapo. Na wewe kakado hapo. Are you ready for her? Are you ready for him? Thank you. Mnaenda wapi? Mnaenda wapi? Ushaje hapo na mtu? Jaribu kutoka hapo. Kuna mtu ako na swali na huyu jamaa. Tangazo ya kwanza. Kuna mtu ako na swali. Mwanamke yote ako na swali hapa. Kunayo? Yeah? Yeah? Kuna mtu ako na swali na huyu madam. Uliwahi kumtokosa? Aliwahi kukuabililia? Aliwahi kukusemesa? Kuna mtu ako na swali. Inua mkono kama uko na swali, kama alikuwa kuna ama amekula kahawa yako. Kuna mtu amempeleka kwa kahoteli kingine. Maneno hiyo yote inatoka kwa kahoteli kako hapa. Kuna mtu amenunua kahawa. Kuna mwanamke amenunulia huyu kahawa. Ati I love your guitar. The way venye unasikanga gitaa nasikianga tu roho yangu inatembea mpaka nasikia kama kuna minyoo kwa matiti. Kunae? Sasa hiyo ni tangazo namba 1, ndeni mkae chini. Na hii huyu ni Munyaruada, hana pesa. Ni burudi. Huyu jamaa hana pesa. Hii ni gharama yetu. Hii ni gharama tumejiweka saa hii. Mnanielewa lakini? Nimesema nini? Hii ni gharama. Hii ni gharama. Kwa hivyo share digitalisha, hii ni gharama. Is it worthy? Yes. Nataka kuwafundisha the real marriage. The real marriage. Hawa walikuja wakaniuliza pale. Mimi sijaenda kwa wazazi wao na sitaenda kwa wazazi wao kufanya nini? Yeye ametoka kwa mzazi na huyu ametoka kwa mzazi, hivyo ndivyo Biblia inasema. Wamekuja hapa. Sasa ile kitu imebaki, sio mimi niwashikanishe, niwajishikanishe. Wakuje tufanye sherehe hapa. Hakuna mahali pastor anaingilia kwa harusi. Hakuna usidanganywe na mtu ati lazima nishikanishwe na pastor. Hapana, hakuna. That is not biblical. Wewe utoke kwa mama na baba yako na wewe utoke kwa baba na mama yako, mkuje mfanya nini? Mkue kitu kimoja. Kutoka hapa ukuje mtupatie mchere tukule. Sasa kanisa ni kwenu, mchere ni kwenu. Tutafanyia hapa. Hapa tushikanishe, tukishikanisha tukule mchere na ile ya kumpiga tukiwapiga tukienda na tukiwapiga kwa barabara. Neti ni mimi nitanunua. Mimi nitanunua. Na suti yako mimi ndio nitanunua. Yes. Sio kushida hapa ukipiga gitaa. Lakini sasa si mtatuletea nyefu hapa bibi na bwana. Ndio mzuri. Thank you. Pigia Yesu makofi. Now this is how you understand you are in the path ya Mungu. Uko kwenye path ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is more and more things that you want us to see hapa. Si marusi ndio ukapanga na huko, hapana. Hata kama unanitaka kuja hapa, ukuja ulize. Mimi nataka huyu mtu, kuna mtu ako na swali? Wainue mikono sasa tuulizane. Nike ya kudete. Tushokie rahisi. Nini nimekuda nini? Hata wewe baba amka. Ukira. Amka.
Hii maneno mutigo toreherera huko. Yes. Simama hapa. Tangazo ya kwanza. Kuna mtu amekuwa na tamaa na huyu mjamaa. Ushai dream, ushaongozwa kwa ndoto, ushaujiona kwake ukipagusa mesa kwa ndoto, geuka padi pia wakuangalie. Ushaikuwa umeshaiota ukiwa kwake. Wewe wacha kumwangalia na macho ya huruma. Umewatakiwa na events. Hakuna. Swali namba 1. Kuna mtu ako na swali na huyu? Ama ulikuwa unafikiria, ulikuwa na ndoto, ama uliotewa na mkolino? Kuja hapa. Unaitwa nani? Alice Nongari. Kwe mundu wina kiuria na warisi wa ngari angekuo no ngari kwe hari tumundu tu hatura gucunthiriria tara kumea kana uria moi hari mundu wina kiuria uyu angekuo ni kimundu giki ri kwe mundu wina kiuria. Kuna mtu ako na swali? Thank you. Hiyo ni tangazo namba 1. Endeni mkae chini. Sign number 5. When others affirm your calling. Are you getting me in this? When others, wakati watu wengine wanasema kweli huyu ni mtumishi wa Mungu. That is when you know you are in the path of God. Ati watu wanakuinukia, wanakupiga, wanakuzorora, wanakuangusha, wanakufanya kila kitu, lakini bado unasimama unatembea tu. Muigua gati amuhurite, moja beje mugacoka kugora guko sande kihunjia. Muigua gati. Mbona muigua gati? Wanasikia gaje? Wamenishabia. Hapo sasa wananikuta mimi ndio huvi. Hapa akifungua YouTube ndio huyo Dora anasema takajua wala kera uga. Ni nini? Kivedra? Niki? Kale mira kohoreka. Lokabake, niko dia kana rora ko dia gogo. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important to understand when you are in the path that people will affirm. Watasema kweli eno nedu kata ya gai. Despite all the challenges, despite all the difficulties of life, people will come and say, this is a servant of God. People who come from America like her to come and say, indeed, the servant of God. So you don't try to make shift. Kujitengenezea jina mzuri. Kaa hivyo tu, God will glorify you. God will lift you up. And God will say, indeed, this is my servant. Mungu atakutetea. Mungu atakupigania. Tusimame kwa miguu tu basi. Ndio tusikie utamu. Nataka kigosho. Tengenezeni sadaka lakini nataka kigosho. Ile kigosho ya kata na nini? Tutaanzia Kisumu, tuende Kakamega, tuteremuke hivyo tukuje Kericho, tuende Ukambani, tuende wapi? Tuende Coast, tuende tukitembea. Hello? Direda kigosho ginyagai aharuruke. Mnanielewa? Kigosho we athuri nyone omwe ikarite thi. Mukunjitikia. Ngogotora maru macio manyu. Rehe sadaka cia ready. Kwani ya sadaka yako imeenda wapi? Weka kigosho. Na hiyo upusi, sikiliza. Na hiyo upusi iko hapa. Muko na upusi mingi. Nyinyi ni kifo kwa guoya. Na nitawatuanga na kiboko real, kiboko. Nione kule mtaenda. Najua unijui vizuri. Ulisia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tengeneza sadaka yako mzuri. Alafu ukuje. Weke hapa. Tuingie kwenye kigosho. Tumesema tuanze Kisumu.
tuanze Kisumu. Tukitoka Kisumu tunaenda Kakamega. Tukitoka Kakamega tunaendeka mpaka Kericho. Tukitoka hapo tuteremke hapo tu. Hallelujah. Leteni sadaka, wekeleni sadaka zenu hapa kama umeweka kwenye bahasha yako. Lete hapa. Kila mtu. Leo nataka tutafanya toba. Yesu yananga, hallelujah. Yesu yananga, hallelujah. Yesu yananga, Yesu yananga. Yesu yananga, Yesu yananga. Yesu yananga, Yesu yananga. Haya, tele. Yesu yananga. Yesu yananga, hallelujah. Yesu yananga, Yesu yananga, hallelujah. Yesu yananga, Yesu yananga, hallelujah. Yesu yananga, mulina wanje, Yesu mulina wanje, papa. Mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, Yesu mwana wanje, sai mulina wanje, mulina wanje. Yesu mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, Yesu mwana wanje, sai mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, Yesu mwana wanje, sai mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje. Mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, Yesu mwana wanje, sai mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, Yesu mwana wanje, sai mulina wanje. Yesu mwana wa Nyasaye, 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 Yesu mwana wa Nyasaye. Ni kwa nini hamtaki? Ni kama hamtaki, ni kama mnataka. Tuko sawa. Nyinyi mko sawa? Na ni kwa mbona mnakaa ni kama hamtaki, ni kama mnataka kubembereswa? Nani yako na lollipop ni wanunulia? Niki muraikara tatsiana sitoyo ya shireka. Tado matera, yani ni kama watu hawajielewi. I want you to sing. Oh my friend, you are here today. Oh, give me a hug. Give me a hug. I missed you. Oh, tuhura kabisa, ukatuhura kabisa. I missed you. Hata niliulizia kwa ofisi, huyu mama hajaonekana. Huyu mama wakupotea kukuja akipotea. Be strong. Umeelewa? Kuwa strong. Utashinda, vita unashinda. Very soon you are winning the battles. Bwana Yesu asifiwe. That's what mimi nimeitiwa hiyo. Kupatiana hii shoulder. Ililiwe, imwagiwe mpaka makamasi. Na ukiona imemwagiwa makamasi, sasa inakusubua na nini na si yako? Wewe ndio unaosha hiyo nguo. Wacha wamama wamwagie nini? Makamasi hapa. Yes. Ngoja. Kuna ile ya Wakikuyu inaibagwa
hiyo ameshindwa kujua. Hiyo hawajui. Kuna ingine yake. Kajina kamepotea. Goshai mwadhani. Goshai. Sasa ngoja kidogo. Simea tumecheza hiyo set kwa kiset. Simea tumecheza hiyo ingine imekataa kuingia vizuri. Sasa nataka uone ukabila. Face ya ukabila. Sasa ekera hebu. Gosai madani gosai. Utumetaidia. Makofi ya juu. Wakikuyu ndani ya nyumba. Gosai Gosai madani wadai. Adena manete godia. Wabatena wewe. Gosai Gosai madani wadai. Adena manete godia. Wabatena wewe. Oro modelu nyaratera. Oi garana lokire. Adani wikota. Ninakuatia tata
ninakuatie tata, ninakuatie musume, ninakuatie tata, ninakuatie ngai wakwa, ninakuatie tata, tata tata Ibeti Maseo, Ibeti Maseo, Ibeti Maseo, Asana Maseo, Aduri Maseo, Kanisa Maseo, Ugaibu, Vigaragara. Thank you. Thank you. Thank you. Tumpigie Yesu makofi kidogo. Asante. Ningetaka tukuje hapa mbele kidogo. Sisi zote nyote idhuote tukuje hapa mbele kidogo. Ningetaka tushikane tuombe msamaha kwa Mungu kwa yote ambayo yametendeka kwenye maisha yetu. Na the kind of things that sogesa. Chukua kiti upeleke pale. Wasee wote mkuje hapa. Wasee wote. No gori otara hota guthie. No aikoro we na magoro oke haha. Ndenda moto sogeni hapa mbele. Ondoeni viti, kama hiyo kiti umekalia peleka huko kando. Hiyo kiti ulikuwa umekalia peleka kando. Usibebe kiti ya mtu mwingine, beba kiti yako peke yako. Sogeni mbele, mkimaliza na mtu aweke bagi yake mahali anajua ni pazuri. Uweke bagi yako mahali unajua ni kazuri. Wewe ni wa nani? Wewe unaitwa nani? Kuja. Kuja. Hata kama una meno kuja tu. Nitakuweka ingine. Kuja, kuja. Kuja. Okay. Asa. Tafuta nafasi nzuri mzee. Wachia watu wakuje hapa. Kujeni hapa karibu kabisa. Kujeni hapa karibu. Nataka yes. Wengine mkuje mpaka huko this side. Kuja tu hapo side. Toa hii bendera mpaka huko kando. Rogoro. Tora na hao. Kijana sogea pale kidogo. Yes. Kila mtu akaribia. Wale wa kuingia choo ingieni choo haraka haraka mkitoka. Fanyeni madhabahu zenu mkuje haraka haraka. Ashas. Asha. Karibieni, 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 karibieni. Hata watoto mkuje. Watoto wote wakuje hapa. Ni kwa nini leo watoto hawakupelekwa kule wanafaa kuwa? Lea.
Karibieni hapa. Lete watoto hapa mbele. Huyo wa mikwaju kuja tu hapa, mletee kiti. Kuja na kiti yake. Umwekee hapo. Worship. Nena mwenyewe, haleluya, utaishi. Utapata kiti. Tafuta kiti ukalie pale. Tafuta kiti ukalie. Upatie kiti hapo. Ujumbe wa Bwana. Angalia kama kuna mtu ako choo, watoke. Alafu ufunge. Watoto kujeni hapa juu. Watoto wende pale. Watoto wote wakuje hapa juu. Mwenyewe, haleluya, utaishi. Fungua kinywa chako tuombe pamoja. Ni ujumbe wa Bwana. Haleluya, utaishi ukitazama. Oh, tazama. Inua mikono yako juu. Sasa nimefanya visivyo, nimekuwa visivyo. Tazama Yesu, amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Tazama, ishi sasa. Ishi sasa, kumtazama Yesu, amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Wewe Gai Tire
Zaburi 51. Ni Psalms 51. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out my transgression, wash me thoroughly from my iniquity, cleanse me from my sins, for I know my transgression. My sin is ever before you. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words, and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, you delight in truth, in the inwarding being, and you teach me wisdom in the sacred heart. Purge me with his hyssop, and I shall be clean. Wash me, I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Fungua kinywa chako. Kiswahili. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, nahitaji Kiswahili. Nahitaji msamaha wako. Nipatie Biblia Kiswahili, mtu nifungulie Psalms 51 Kiswahili. Fungua tu, usiimbe, fungua tu kinywa chako. Waambie Mungu, mimi nimekuja dunia hii kupitia kwa mama aliyekuwa ametenda dhambi. Mimi mwenyewe nimetenda dhambi. Mimi mwenyewe niko na uovu ndani ya damu yangu, ndani ya maisha yangu. Ninaomba msamaha. Naomba msamaha. Soma. Verse 1. From verse 1. Verse 1 inasema, E Mungu unirehemu
Enda pole pole ni kama Mungu unirehemu nirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu. Simama. Simama kidogo. Ningetaka uyarudie maneno anaposoma, tuyarudie tena. Ansa. Mungu unirehemu. Mungu unirehemu Sawa sawa na fadhili zako. sawa sawa na fadhili zako, Kiasi cha wingi wa rehema zako kiasi cha wingi wa rehema wako uyafute makosa yangu, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unioshe kabisa na uovu wangu, uzitakase dhambi zangu. uzitakase dhambi zangu, Maana nimejua mimi makosa yangu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu imbele yangu daima. na dhambi yangu milele daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. na kufanya maovu mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuna safi utoapo hukumu. na kuna safi kutoa kwa hukumu. Tazama, mimi niliumbwa katika hali ya uovu, Tazama, mimi niliumbwa katika hali ya uovu. mama yangu alinichukua mimba hatiani. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni. nawe utanijulisha hekima kwa siri. Nawe utanijulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Na unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, Unifanye kusikia furaha na shangwe. mifupa ulioiponda ifurahi. Mifupa iliyoiponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu. Usikiri uso wako, usitazame dhambi zangu. Uzifute hatia zangu zote. Usifute hatia zangu zote. Mungu, Mungu, uniumbie moyo safi. uniumbie moyo safi. Uifanye upya roho Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, Usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu asiniondokee. wala Roho wako Mtakatifu asiniondokee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, Nirudishie furaha ya wokovu wako. unitegemeze kwa roho ya wepesi. Unitengeneze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. na wenye dhambi watarejea kwako. Mungu, Mungu, Mungu wa wokovu wangu, Mungu wa wokovu wangu, uniponye na damu za watu, uniponye na damu za watu, na ulimi wangu na ulimi wangu utaimba haki yako. utaiba haki yako. Bwana, Bwana, uifumbue midomo yangu, unifungue midomo yangu, na kinywa changu na kinywa changu kitazinena sifa zako. kitazinena sifa zako. Maana hupendezwi na dhabihu, Maana upendezwi na dhabihu, au ningeitoa. au ningeitoa. Wewe huridhii Wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. sadaka ya kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika moyo uliovunjika na kupondeka. na kubodeka. Mungu, hutaudharau. Hutaudharau. Unitendee mema Sayuni kwa radhi yako. Unitendee mema Sayuni kwa radhi yako. Uzijenge kuta za Yerusalemu, Usijenge kuta za Yerusalemu, ndipo utakapopendezwa ndipo utakapopendezwa na dhabihu za haki na dhabihu za haki, na sadaka za kuteketezwa na sadaka za kuteketezwa, na kafara, na ndipo watakapotoa ng'ombe juu ya madhabahu yako. juu ya
juu ya madhabahu yako. E Mungu muumba mbingu na dunia, sisi zote tuko mahali hapa, tumetenda dhambi za kila aina. Tumekuwa washerati, tumekuwa wasinzi, tumekuwa wachawi na warogi. Vinywa vyetu tumevitumia visivyo, macho yetu tumeyatumia visivyo, maguu yetu tumeyatumia visivyo. Baba, haturuhusiwi na hatufai kusimama mbele yako, lakini kwa huruma zako nyingi Baba, twakuomba tu ukatusikie tena, ukatusamehe dhambi zetu, takaze kwa damu ya Yesu Kristo, tushike mkono tena. Tumekuja mbele zako kuungama dhambi zetu zote, kusema hakika hatuwezi kuenda, hatuwezi kufaulu, hatuwezi kukaa bila wewe. Ni kwa msaada wako tuna neema, kwa msaada wako tuna vibali, na kuomba tu kaniongoze na ukaongoze watoto hawa. Hawa ni watoto wako. E Mungu, naweza kuwa nimenena maneno mazito kuwahusu. E Baba, na kuomba maneno yale yasiwe mazito kwao, yasiweze kuandama kwenye kizazi chao na hata kizazi kijao, ila tu maneno hayo na yakafike hapo mwisho, na ninayafuta kwa ajili ya utukufu wako. E Baba, kawaongoze na ukawabariki. Wale ambao wamenena kinyume na mtumishi wako, unawajua kwa majina yao, umewajua kwa maumbile yao Baba, na ukawaonekanie. Naomba msamaha wao, watakaze tena, wafundishe na uregeshe kwenye njia zako, wakabidhi mikononi mwako, wakuwe na muongozo wako au na baraka zako. Ninajua Baba, watu wameinukiana nyumba hii, wamepigana nyumba hii, wamesenganyana nyumba hii, wamedharauliana katika nyumba hii. Hii ni nyumba yako Baba, iliyo na utukufu wako, na kuomba dhambi hiyo, maana that is a spiritual sin, isije kawafuata wao, isije kafuata na vizazi vyao, ila kutoka sasa ninawafungua kutokana na dhambi aina yote ile, na laana aina yote ile, na mikosi aina yote ile, wakaishi kwa njia zako, wakaishi kwa mapenzi yako. E Mungu, waangalie, wachungulie kwa jicho lako, waangalie kwa macho yako mawili, wanyoshee kidole chako, wakapate nafuu. Wale ambao kazi zao zilikuwa zimefungika, biashara zao zilikuwa zimefungika, ndoa zao zilikuwa zimefungika, na maisha yao yalikuwa yamefungika kwa sababu ya matamshi ama vifungo vya binadamu, vifungo vya kishetani, vifungo vya kimaeneo, vyote vile, na hata vifungo vinaweza kuwa zimetokana na madhabahu haya. Wote Baba, na wafungua, ukawatakase watoto hawa, ukawabariki tena, ukawafungulie nyendo zao, uwapatie kibali Baba. Roho Mtakatifu akafanya kazi juu yao kwa jambo lolote watakalotaka kulifanya Baba, na wacha wakafanikiwe, wafanikiwe kwenye njia mbali zao, katika mipango ya kimaisha yao wafanikiwe, miguu yao ikabarikiwe, mikono yao ibarikiwe, chochote wanachokifanya waweze kubarikiwa. E Mungu, na wakafunguliwe, watoto hawa wapate baraka, wapate kufaulu katika maisha yao, wapate kuenea. Jambo lolote lisije likawainukia, wasiinukiwe na accident, wasiinukiwe na kudharauliwa, kulaaniwa, kuchukiwa na hata kutengwa, bali wapate ushindi kwenye maisha yao, na kwa lolote watakalotaka kulifanya katika maisha yao, wasije wakainukiwa na madhabahu hii. Hii madhabahu hii ni ya kubariki, iwe ya kuwainua, iwe ya kuwafungua. Baba, wapate kibali, wapate kibali, wapate kibali in the mighty name of Jesus Christ. Wachote watakacholima wakafaulu, papate watakapoenda kwenye dunia wafaulu, ndoa zao zikafaulu, biashara zao zikafaulu, mipango yao yote na ikafaulu, katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Inua mikono yako juu, sema katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu, shuka kwangu sasa, shuka kwangu sasa, in Jesus name. Receive, pokea nguvu za Mungu, pokea misaada na misamaha, in the mighty name of Jesus. Thank you. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, lives and the fellowship of the Holy Bethel Clouds TV, empowering